Maamuzi ni maisha, na maisha ni maamuzi. Na Mungu anasubiri mtu ahamue, tena ahamue maamuzi magumu. Maamuzi ni maisha, na maisha ni maamuzi. Maisha ya mwanadamu yamebebwa na maamuzi. Wa psychologists wanasema mtu huamua mara 1000 kadhaa kwa siku. Kama si mara 100, lakini mara 1000. Na umefanya maamuzi ya 100 na 1000 per day. Tangu asubuhi kwanza uliamua kuamka, na uliamua kuamka saa ambayo ukiwa una usingizi. Believe me or not, uliamua kuamka. Uliamua pia kuswaki, umeamua kuoga, uliamua pia uvae nguo gani. Na uliamua pia barabarani uendeshe gari, uovateki au usiovateki, ukwepe bodaboda au la. Hayo ni maamuzi. Na baada ya hapa pia utahamua ama ubaki hapa kanisani ama uende kazini. Hayo ni maamuzi. Lakini pia kazini unaenda kugubikwa na maamuzi mengi kabisa. Paka jioni utakuwa umeamua mara 1000 nyingi, kwa sababu maisha ni maamuzi na maamuzi ni maisha. Kama hakuna maamuzi, hakuna maisha. Na kama hakuna maisha, hapana maamuzi. Ukishafika mahali ambako mtu anaitwa maiti, amebadilishwa anwani, ni kwa sababu hana tena maamuzi ya kuchana nywele wala ya kujipaka mafuta peke yake. Kwa hiyo hakuna maisha tena mtu akishakosa maamuzi. Nguvu ya maisha hapa duniani ni maamuzi. Wenye ukoma wa 4 wanatufundisha juu ya maamuzi magumu, ambayo kimsingi nguvu ya Mungu, provision, ili Mungu provide, yani upaji wa kimungu unasubiri maamuzi ya mtu. Na once maamuzi yanapofanyika, ndio nguvu ya Mungu ya kuwezesha dream au ndoto ya mtu iweze kutimia, au maono ya mtu yaweze kutimia. Kwa hiyo kimsingi nataka nikuambie asubuhi ya leo ya kwamba Mungu anasubiri maamuzi yako. Na maamuzi haya si maamuzi ya kudeka, ni maamuzi ya kufa na kupona. Wale wenye ukoma wakasema tutakwenda tuwaendee jeshi la Washamu, wakituua na watuue, wakituacha hai na tubaki hai. Esther akasema nitaenda kinyume cha sheria kwa mfalme, kama nikiangamia na niangamie. That was a decision. Hayo ni maamuzi.